Kama Mungu angekuwa anajibu maombi kwa wakati, watu wasingehangaika kwa waganga au kutafuta mbinu zingine. Maana ukiwa una shida, unaomba tu na anajibu hapo hapo. Watu wasingehangaika. Lakini swali la msingi ni je, ni kwa nini Mungu hajibu maombi mengi na mengine anachelewa sana kujibu mpaka mhusika anakata tamaa kutokana na ile shida inayomkabili, anaamua kwenda kutafuta mbinu zingine. Laiti kama Mungu angelikufunulia macho yako, akakuonyesha ni kwa nini haja kujibu ombi lako mpaka leo, hiyo sababu ambayo angekupatia, ungeridhika nayo na ungemshukuru Mungu. Kuna watu wamelia wakimuomba Mungu awatoe kwenye dimbwi la umaskini, sio kwamba Mungu hajaona machozi yao wala kusikia maombi yao. Lakini Mungu anajua huyu mtu kwa sasa, kwa akili yake jinsi ilivyo, kama nitampatia mali ataishia kufa na ukimwi tu. Kwa hiyo ili kumnusuru, ni afadhali aendelee na maisha yake haya haya, asubiri Yesu arudi. Lakini mtu huyu anaamua kwenda kuuza roho yake hata kwa mganga wa kienyeji ili tu ajipatie mali. Kuna wakati niliwahi kupitia uzoefu mgumu katika maisha. Nilipiga magoti, nikamwambia Mungu, kwa nini nisife? Najaribu kufikiria, vipi kama Mungu angejibu hili ombi langu la mimi kufa? Leo hii usingeisikia sauti yangu. Sio kila ombi Mungu atajibu. Lakini kama angelikupa sababu ni kwa nini hajakujibu ombi lako mpaka leo, ungeridhika na hiyo sababu. Usitafute shortcut. Subiri wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ni bora zaidi. Wakati wa Mungu unaongea.